wakati huu ambao Wakenya wamekosa matumaini makubwa na wanasiasa, ambapo wamekuwa kila wakati wa siasa wakiahidi hili, lakini linalotokea ni tofauti na lililoahidiwa. Na hili tufunganishe maswali haya katika kituta kimoja. Ni wapi hasa mvua ilianza kukunyeshea, ama kulinyeshea serikali ya Kenya Kwanza, mpaka ukaona pia mimi nitasema hili, rais atasema lile, mimi niseme hili? Kwa sababu Waswahili husema isifuye mvua imemnyea. Ni wapi mvua ilianza kunyeshea serikali hii ya Kenya Kwanza ambao wewe uliiunda? Na swali hilo linafungamana na la kwanza ya kwamba ni vipi pia tutafufua matumaini ya Wakenya ambao wamekuwa wakifikiria ama wakihisi ya kwamba wanasiasa utuahidi tu, wanapopata vyeo sisi kama Wakenya tunasahaulika. Na swali nililouliza mbeleni, katibu mkuu wa chama cha Jubilee anasema ya kwamba upinzani bado haujashikamana vizuri. Hayo ni maswali matatu. Asante. Asante. Mimi Wakenya wananiamini kwa sababu kama ningekuwa tu mtu ya kujipenda, ningeketi tu pale kwa serikali na niendelee kuenjoy those privileges. Lakini ilifika pahali nikaona hapana, kwa sababu mimi nilimwamini William Ruto vile aliniambia, na nikamfuata na njia kubwa sana na kumsaidia sana na kumtetea. Lakini baada ya mwaka mmoja nikaona yale tuliahidi wa Kenya tunafanya kinyume. Nikakuta ya kwamba hii serikali imekuwa ni serikali ya biashara, imekuwa ni serikali ya kuumiza wa Kenya, kutoza hao kodi na hii kodi haitumiki vile inatakikana, mambo ya ufisadi. Tukaharibu mfumo mzuri sana ulikuwa NHIF, tukaleta ingine inaitwa SHA ambayo haifanyi kazi. Na hiyo maneno yote ya SHA imeletwa kwa sababu ya ufisadi. Kuna mtandao pale ambaye unagharamu nchi karibu bilioni 100 na 104 billion. Mimi nikakataa hiyo maneno. Mambo ya affordable housing, nikamwambia rais, maneno ya manyumba watu wataki. Kazi ya serikali sio kujengea watu manyumba, kila mtu atajengea nyumba yake. Watu wa Kenya wanataka wajengewe barabara. Pale Ukambani wanataka maji. Hiyo ndio kitu ya muhimu Ukambani. Kila mtu atajengea nyumba yake. Hiyo maneno nikakuwa sielewani naye. Mambo ya university financing model ikaharibiwa, ilikuwa inafanya kazi vizuri sana. Tukaingilia tukaharibu, watoto wanaumia. Ndio ikafika pahali mimi nikaanza tukakuwa na shida na rais, tukitofautiana. Kwa sababu mimi niliona tulidanganya wa Kenya na tumekuwa serikali ya uongo, na mimi kama Mkristo nikiwa bwana ya pastor nikaona ya kwamba hii maneno ya kudanganya wa Kenya mimi siwezi. Na ndio tukaanza kuwa na shida na rais karibu mwaka mmoja, mpaka ikafika pahali akaona hawezi kaa na mimi kwa sababu ninapinga kila kitu, akanifukuza na akafanya vizuri. Mimi ningetaka tu kuambia wa Kenya hatuwezi kufa roho kwa sababu tumekosewa na hii serikali ama tumekosewa na serikali hapo mbeleni. Hatuwezi hama Kenya, hatuwezi jiua, tuende mbinguni, lazima tuendelee kuishi. Kwa hivyo lazima tutakuwa na viongozi wengine, tutaendelea kujaribu mpaka tutapata viongozi wazuri. Siku ya Mwai Kibaki na Kalonzo Musyoka kulikuwa na serikali nzuri. Kwa hivyo inawezekana kuwa na viongozi ambaye ni wazuri. Kwa hivyo hatuwezi sema kwa sababu William Ruto ameangaisha Wakenya wako disappointed, hakuna haja sasa ya kutafuta viongozi wengine. Hapana, lazima tutafute viongozi wengine, na ndio sisi tumejitolea kusema tunaweza na tupewe nafasi. Na kwa hivyo pale Ukambani, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukifaulu, jambo la kwanza la muhimu sana ni mambo ya maji. Tuko na muradi wa Thakwe Dam ambayo ulianzishwa almost 7 years ago na Uhuru Kenyatta, umekwama. Hilo ni jambo la kushughulikia mapema. Pale Machakos iko damu ile ya Masiga Dam, imejaa maji, majirani hawana maji. Inatoa stima, majirani hawana stima. It's unfair, ya kwamba damu iko pale na majirani wanaona tu maji ikipita. Ni kitu ambaye si mzuri. Tuko na pahali mingi sana katika kaunti zetu 3 za Ukambani, tungetaka tushughulike mambo ya boreholes,
kwa sababu ile rotuba ya Ukambani, Mungu ametunukia watu ya Ukambani na udongo mzuri sana ambayo inatoa chakula, and the climate is right. Ile chakula vizuri inafanya ile inaitwa hot and wet climate. Ile kazi tuko nayo pale, Mungu akitujalia, ni kupanga mambo ya maji, na tukipanga mambo ya maji tutakuwa tumebadilisha uchumi wa Ukambani. Kuna barabara mingi sana zilianzishwa ambayo zimekwama. Hizo barabara zinataka zipewe priority ndio zishughulikiwe. Tuko na mambo ya usalama pale Kitui South, majirani ya Tana River na pale Garissa. Hilo ni jambo ambalo linataka kushughulikiwa ndio watu ya Ukambani waweze kupata amani kufanya mambo yao. Tuko na mambo ya madini, minerals. Pale Kitui iko limestone, iko coal, iko shangarawe, lakini ile community benefit ya 15% haifiki. So ni jambo la kushughulikiwa, hata kuangalia vile tunaweza angalia hii sheria ibadilishwe so that at least 50% iweze kusaidia watu wale wako pale nyumbani. Tuko na mambo ya ile factory ya pamba pale Kitui ambaye ilikwama, ni kitu ya kufunguliwa. Tuko na mambo ya slaughterhouses and habitats. Unajua sasa wakati ya kiangazi hao watu ya Ukambani ng'ombe zao zinakufa, wakipeleka pale KMC asichukuliwi. Lazima tushughulikie sana mambo ya habitats and slaughterhouses. Iko na cold rooms so that wakati ya kiangazi ile mifugo haipotei, haikufi. Pale pia nikiangalia Ukambani iko historia kubwa sana ya kwamba watu ya Ukambani ni wazalendo na wamejitolea sana kutumikia nchi hii. Na ukiangalia saa hii wametengwa nje. Katika historia ya Kenya, wakuu wa jeshi ambao wameshughulikia Kenya kwa njia ya kizalendo ni kutoka Ukambani. Tulikuwa pale na Major General Dolo, tulikuwa na General Mulingi, tulikuwa na Mbilu, tulikuwa na Kianga. Saa hii ukiangalia katika vikosi vyetu ya usalama, watu ya pale Ukambani hakuna. Nao ni wazalendo, ni watu ambao wako na proven record ya kutumikia nchi yao. Ukiangalia kwa mambo ya utawala, tulikuwa na kina David Musila, tulikuwa na kina Peter Kilu, alikuwa mkubwa wangu akiwa PC. Siku hizi hakuna. Kwa hivyo ni jambo pia la kushughulikia ya kwamba pale Ukambani tukiunda serikali tuhusishe professionals wale wako pale katika uongozi wa nchi hii. Again, ukiangalia katika historia ya kupigania uhuru wa nchi, tulikuwa pale na Paul Ngai, tulikuwa na Mulu Mutisia, watu shupavu. Lakini saa hii ukiangalia kwa mambo ya Kenya, there is nobody from the community. And that is why we need to fix our politics so that pia watu ya Ukambani wapate their rightful share to participate in the leadership of this country and national development. Tulikuwa pale na late Philip Kilonzo, alikuwa commissioner wa polisi. He did a very good job. I used to work with him nikiwa pale Harambee House. Ukiangalia leo katika vitengo ya polisi, wapi watu ya Ukambani? They are nowhere. Yet this is a community ambaye imetoa viongozi ambaye wamefanya kazi ambaye inaonekana. And by the way, let me tell you from the bottom of my heart, the Kamba community inaaminika sana kwa kusimamia mali ya watu wengine. Ukienda hii Nairobi siku waidi walikuwa wanavuma. Maduka zao zote, factory zao zote walikuwa wanasimamiwa na watu kutoka Ukambani. Kwa sababu ni watu waaminifu. Hawapori mali ya mtu, hawaibi, anakula jasho lake na kutosheka na ile ambaye amepewa. Kwa hivyo hii ni jamii ambayo inaweza tegemewa kubadilisha Kenya. Ni wale watu ambao wakipatiwa nafasi watachunga rasilimali ya Kenya na kuitunza vizuri. Sasa ukiangalia tulimekuwa na hapa watu kutoka Ukambani, kina Kemote wamefurushwa. Huyu Pamela alikuwa KNTC amefurushwa. Adrina Mwao amefurushwa. Sasa ukiangalia katika composition ya leadership of this country, where is the Kamba nation? Huyu Penina Malonza ambaye alifukuzwa, in fact
katika wale mawaziri tulikuwa nao kutoka Ukambani, ndio waziri alikuwa anakuja peke yake kuniambia tuchunge mambo ya Ukambani, na alijaribu sana. Wakati ya El Nino alihakikisha ya kwamba kila pahali iko chakula na watu wameshughulikiwa. Sasa amefurushwa, amebaki huyu Kavaluko. Huyu ni mtu tu ya sarakasi na starehe, hakuna kitu anasaidia watu ya Ukambani, na that is the truth, you know. Na okay. Hata tulikuwa akiwa waziri ya foreign affairs, anamwambia rais, hii mtu ataibisha Kenya. Sasa akisukuka huko kana mambo mingi ambayo haifai, hawezi saidia nchi na ingeharibu hata sifa ya Ukambani na ya Kenya. So tunasema we need tuungane so that even the professionals ya Ukambani, when I was in office niliita professionals ya Kitui pale Bomas of Kenya, na tukakuwa na mkutano mzuri sana, na nikawapangia vile wataenda kuketi na mawaziri wafuatilie mambo yao. Rais alienda akaambia hiyo mawaziri msikutane na hiyo watu ya Ukambani. So mimi nasema ya kwamba the human resource available in Ukambani can change this country, not just Ukambani, because this is a community ambaye it has a proven track record. Tulikuwa na Justice Kitili Mwendwa akiwa the first African Chief Justice of the Republic of Kenya. Tuko na watu maarufu akina Eliud Masika. Tuko na wazee wetu akina Kifudha Kibwana akiwa governor pale, alifanya kazi ambayo inaonekana. These are great sons and daughters of Ukambani who can make meaningful change for this country. Mzee wetu David Musila alikuwa BC, hata kama miaka nasonga ako na maarifa, he can play a certain role. Mzee wetu Johnson Muthama alikuwa chairman ya UDA. Instead ya kupewa kitu ambaye inafaa, amepelekwa pale commissioner ya Parliamentary Service Commission. Ndio alikuwa chairman ya UDA. You know, and Mzee Muthama was material for cabinet minister. In fact, kama ni Muthama angepewa instead of huyo Kavaluko, there will be change in Machakos and other areas in Ukambani, and actually indeed the whole country. So mimi najaribu kusema ya kwamba tukiangalia the history of this country and the role prominent sons and daughters of Ukambani have played in national development, we need to involve them more. And the way ya kufanya hivyo ni tuungane, tuunde serikali pamoja, ndio pia hawa watoto wetu kutoka Ukambani wapate nafasi ya uongozi wa Kenya na kushiriki katika maendeleo ya nchi hii. Mheshimiwa, unaweza ongelea mambo ya sababu umeongea mambo ya Gen Z.